street journalist. Yes, bwana leo ndazungumzia historia kidogo. Kabla ya karne ya 19, miaka ya nyuma kabisa, kabla ya miaka ya 1800, nazungumzia miaka 1700, 1200 na 1000 ngapi huko nyuma, kule Uingereza, zile kingdoms zilikuwa zinaungana kwa wakati huo. Kwa hiyo wanajeshi wengi sana walikuwa wanatumika kwa ajili ya kuunganisha zile states. Sio states, ni kingdoms. Tofautisha kati ya states na kingdoms. Ndio maana ile inaitwa United Kingdoms. Kwa mfano mwaka 1282, kingdom ya Ireland na Wales, inaitwa Wales, zilikuwa zinaungana. Kwa hiyo wanajeshi wengi sana walikuwa wanaenda kwenye vita, alafu wakirudi zile nguo ambazo walizozivaa walikuwa wanagawa kwa wananchi. Walikuwa wanagawa kwa wananchi, lakini pia matajiri kutokea kule Uingereza, baadaye Marekani, huko Amerika, walikuwa wakivaa zile nguo, zikisha choka tayari wanazigawa kwa wananchi. Hizo nguo baadaye zikawa zinaitwa mtumba. Kwa hiyo mtumba umeanzia huko. Na mataifa makubwa sana ambayo yanazalisha zaidi mtumba ni Uingereza na Marekani. Sawa Sasa Uingereza yenyewe ilikuwa inazalisha zaidi kwa sababu ya tunaita Industrial Revolution. Industrial Revolution kwa Kiswahili tunasemaje, Dario Michongo? Mapinduzi. Ni mapinduzi ya viwanda. Na iliyofika baada ya karne ya 19, hapo sasa mitumba hiyo, tuzungumzia nguo, zikaanza kusambaa duniani kote. Na huku sasa sisi kama Afrika na Tanzania huku tulianza kupata miaka 1920 na kitu. Maana hiyo tayari tumeshapita, tumeshakuja huku kwenye karne ya 20, karne ya 19 huku mbele tayari tumeshaanza kuja. Kwa hiyo baada ya hapo sasa zile nguo kuna grade zikaanza kutumika hapa, au zikaanza kujitofautisha. Nikisema grade, kuna grade 1, kuna grade 2 na nyingine hizo ambazo tunaita malonya lonya, yani nguo ambazo tayari zimeshaisha kabisa. Ukisikia mtumba mpya, ni nguo ambayo pengine tunasema ni stock ambazo zimeisha huko Uingereza. Yani mtu alinunua stock kubwa, au alinunua mzigo mkubwa, ameuza mpaka kwenye ile limit imefika. Kwa hiyo anaamua wacha tu nipeleke huko Afrika. Sisi huko ndo tunaita mtumba. Kwa hiyo nchi ya Uingereza, kule Uingereza, United Kingdoms, huko ndiko ambako mtumba huo ulikuwa unazalishwa zaidi. Na nimesema hapo awali kwamba walianzia kwa wanajeshi, wakisha zitumia kwenye vita huko basi wanagawia kwa wananchi. Lakini pia kule wanavaa, sio kama huku sisi pia tulikuwa tunavaa. Nadhani katazo lilikuja baadaye. Walikuwa na sababu za kukataza. Yes, walikuwa na sababu za msingi. Lakini pia kwa matajiri wale ambao walikuwa na lakini pia kwa upande wa matajiri ambao walikuwa na zile nguo wameshazitumia tayari, kwa wanagawa kwa wananchi. Lakini baadaye walivyoona kwamba uhitaji unakuwa mkubwa, kwa hiyo kaanza kuzirasimisha kwa kibiashara. Kwa hiyo ndipo hapo na sisi huko Afrika au Tanzania tukaanza kuzirasimisha hizo nguo, kuziuza kwa watu. Baadaye tukaanza kufanya ni kama tunasema ni design, kumbe ni nguo ambazo unakuta imechanika humu, ndio tunaita mtumba sio na nini. Ni nguo ambazo pengine zilikuwa zimeshatumika, zimeshaharibika. Kwa hiyo zikageuka kuwa fashion. Sasa kwa upande wa Tanzania hapa machimbo, au kitaka nguo kama hizo ambazo zimeshatumika, zinaweza kusema zimetumika, lakini nyingine zinakuwa hazijatumika sana. Inawezekana ndio hivyo zimemdodea mtu, anaamua kuziingiza. Nyingine hazidodi. Sipendi tu kuivaa. Mzungu amevaa ikiwa na tag. Sometimes unaenda hapa kwenye kusagula pale, unakutana na top hadi na tag. Kwamba mzungu anakuwa ameivaa ikiwa na tag au inakuwa labda umeileta alafu hajaipenda. Kwa hiyo havai. Peleka huko, peleka kule Bongo. Kwa hiyo sasa kwa hiyo chimbo bwana, kwa upande wa Tanzania hapo ukitaka mitumba kama hiyo mingi zaidi unapatikana pale maeneo ya Ilala pale. Ilala huko unapatikana nyingi sana. Ukitaka viatu, Dar es Salaam hapa Tanzania unafahamika ni jiji la kibiashara. Kwa hiyo mitumba mingi kwa maeneo ya Ilala. Ukitaka viatu, kuna sandals pia ambazo ni mtumba. Kuna viatu, kuna mashati, kuna makoti na vitu kama hivyo. Kuna suti pia ambazo ni mtumba, ambazo tayari zimeshatumika tayari. Nadhani kwa winga teleza nimemaliza kama hivyo, nimeteleza kibiashara zaidi. Leo utaki kuzungumza machimbo mengi. Wanaotaka machimbo yao tuyajue, wanajua cha kufanya. Waje hapa. Mtu akitaka chimbo lake kama liko somewhere, afu ipo independently, yani inside. Aje hapa, afu winga atamwambia, chimbo lako liko wapi? Mimi liko Vingunguti. Haina shida, unaitwa nani? Fulani bin fulani na fulani, njoo tuanze tu sokoni.